tapeli zimeibuka zinakwambia wekeza kiasi fulani, utapata kiasi fulani, au bafanya task fulani, utapata task fulani, vitu kama hivyo. Sasa hizi kampuni bwana, leo tutakwenda kuzielezea namna gani ambavyo zinafanya kazi, yani tutakwenda kutoa siri zao, namna gani ambavyo zinafanya kazi, structure, na kila kitu. Nini ambacho wanakifanya mpaka wanaweza kufika wanapofika na wanaweza kukamilisha malengo yao. Sasa hizi kampuni bwana, kwanza mwanzilishi hatakiwi kuwa na mtaji mwingi. Yaani hatakiwi kuwa na mtaji mwingi. Hatakiwa kwa mfano hatakiwa tu kuwa na F30. F30 unalijua wewe inatosha kumfanya yeye akaanzisha kitu kama hiki na kaenda na akapeli watu wengi kwa kiasi kubwa. Sasa F30 yake anaifanya anachofanya, aenda anunua server, anaenda anunua domain, yani anaenda anunua hosting, anaenda anunua domain. Akishanunua hosting, akishanunua domain, ana host system. Systems zinapatikana online. Anajua yeye mwenyewe anazipataje, namna zao ambazo anajua anazipataje, ila siwezi kusema hapa kwa sababu kuna nitatengeneza tena watu wengine kama hao, kwa sababu videos zinaangaliwa na watu wengi. Sasa akishafanya hivyo, anachokifanya hatua inayofuata, anajiuliza sasa, okay, nishatengeneza system ipo hewani, kila kitu kipo sawa. Sasa napataje watu? Anawapataje wanga wake? Anapataje mavictim wake? Ndio hapo sasa anapokuja anatumia platform za marketing kwa ajili ya kufanyia yeye uhalifu wake. Yaani mfano unaweza akatumia njia za marketing, mfano njia rahisi na haraka ambayo anaweza kaitumia, anaweza akatumia WhatsApp, akajoin hiyo magrupu ya WhatsApp ambayo wanakuwa na members wengi. Then akisha join magrupu ya WhatsApp, wanachofanya ni ana extract tu namba za magrupu ya WhatsApp za members wa magrupu ya WhatsApp. Kwa hiyo kwa wakati mmoja pengine anaweza aka extract hata namba 1000, 1500, 2000, yani kwa wakati mmoja. Sasa niambie kifanya hivyo mtu nzima ataondoka namba ngapi? Akitoka hapo anaenda anaanza sasa kufanya WhatsApp marketing. Anatuma message, anatuma message, anatuma message, anatuma message. Wewe ukija sasa unaambiwa kiingilio labda 15,000, 50,000, 20,000 whatever itakapokuwa. Ukishaambiwa kiingilio, kwa hiyo wewe utalipa kiingilio, alafu utapewa account, utaona pale dashboard yako, kutakuwa na task pale. Task zenyewe zitakuwa ni limited. Labda mfano utafanya labda kwa siku, labda unaweza kufanya labda task 5, 10. Yaani ili mradi wewe usije ukatoka katika kile kiwango chako ambacho umekilipia kiingilio chako, ili ukiweza kurequest yaani ukiweza kurequest cash out aweze kutumia. Kwa hiyo utafanya zile task zako pale kwenye dashboard, au kama ni ponzi ya uwekezaji, basi utafanya uwekezaji wako. Alafu baada ya hapo sasa atakuwekea minimum payout. Atakuwekea minimum payout, labda minimum payout 5,000, 2,000, 3,000. Wewe kwa haraka ukishafikisha ile minimum payout utataka ngoja nitoe. Utatest ku cash out na utafanikiwa ku cash out. Utacash out na utafanikiwa ku cash out. Ukitoka hapo sasa kuna referral. Sasa wewe ushaaminishwa kabisa, umeona kabisa kweli muamala transaction kweli imesoma katika simu yako, ushaamini. Kuna referral. Sasa unaambiwa referral bwana, ukimrefer mtu 5,000 mtu mmoja. Ukimrefer mtu mmoja 5,000. Kwa hiyo unachokifanya wewe unatoka sasa na ile imani ambayo unayo, unaenda kwa mtu ambaye anakuamini na unapeleka ile imani, unaenda kumjaza ile imani ambayo wewe unayo. Kwamba nimelipo au unaona kabisa hii hapa hela na nimeitoa, inawezekana. Ile mtu atajoin. Yule mtu akijoin ile 5,000 ambayo kajoin mwenzako, utakuja utaletewa wewe. Yaani kile kiingilio ulichoipa mwenzako itakuja kwako. Si unaona? Lakini tayari kuna mtu tayari kashaingia hapo ambaye anaendelea kuwekeza. Kwa hiyo ina maana ndio inakuwa kama hivyo kwa mtu, watu mnaendelea kuamini. Mwenzako amelipa 15,000 mfano kama kiingilio 15,000, kwa ina maana wewe ukija ukirequest ile 15,000, yani ukirequest 5,000 mfano ya referral ile, kwa ina maana utalipwa ile ambayo amelipa mwenzako. Kwa hiyo mchezo ule mwanzilishi anakuwa hachezei hela yake pale kati. Yaani inakuwa ni mtu unajiganga na mafuta yako mwenyewe. Yaani tunajiganga na mafuta yetu wenyewe. Sasa wao wameenda next level, na sisi kama sisi inabidi tuende na sisi next level. Inabidi tuchukue hatua za juu kama wao walipochukua, na na sisi tu advanced. Kama tunashambuliwa inabidi pia tushambuliwe. Kwa hiyo sasa tunaenda kutengeneza content. Tunaanzisha hashtag, nitaanzisha hashtag hiyo itakuwa ni uhalifu mtandaoni. Kwa hiyo kazi yako wewe kama mtazamaji itakuwa ni kushare content za kwenye hiyo hashtag, kulike, kudownload, na kushare hizo content kwa watu ambao unahisi hawahitaji kutapeliwa, au kwa watu ambao unawapenda, ambao utamani siku moja waje walie wakiwa wametapeliwa mtandaoni. Na ma-creator kazi yetu itakuwa ni kutengeneza content ambazo zitakuwa zinafundisha jinsi gani utapeli na kukuona mtandaoni, na nini cha kufanya ili kuweza kuepuka kuwa mwanga mjao wa utapeli wa mtandaoni. Teknolojia inakuwa kwa kasi sana kuliko unapoimagine, na mashambulio ya mtandaoni nao pia yatakuwepo, kwa sababu teknolojia inakuwa na mashambulio pia mtandaoni lazima yawepo. Kwa hiyo jukumu lako ni kujilinda. Mamlaka zipo zitatulinda, lakini kabla ya mamlaka kutulinda inabidi tujilinde sisi wenyewe. Tukiweza kujilinda sisi wenyewe, mamlaka pia nazo zitatusaidia katika kujilinda. Kwa hiyo kama umeona hii content imekuwa useful kwako, share, sambaza kwa nguvu sana kwa mtu yote ambaye utamani atapeliwe tena kwa kampuni za style kama hii, ndugu, jamaa, rafiki, mtu yote hata kwenye magrupu. Share content hii, pia save video hii, like, comment.
Pia usahau kutufollow kwa content kama hizi zenye elimu na ujumbe mkubwa kama hizi. Karibu sana Nexus Technologies.